tunamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kusudi la Mungu ni kumwinua tu. Ni kumwinua tu. Iwe usiku wa mchana. Tuwe tunacho tuwe hatuna. Lakini Mungu tunamwinua kwa sababu ya upendo wake kwetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Wangapi wanaamini kwamba pendo la Mungu huondoa hofu? Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amina. Kama tunaamini kweli pendo la Mungu huondoa hofu, tunajithibitishia wenyewe kwa matendo yetu wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Huwezi kuamini kwamba pendo la Mungu linaweza likaondoa hofu, ukawa ni mtu ambaye unajipenda mwenyewe. Kasi ya Mungu uone, hata maarifa ulionayo unashinda kuyatumia juu ya kasi ya Mungu. Hata akili ulionayo unashinda kuitumia juu ya kasi ya Mungu. Je, utalithibitishaje pendo la Mungu kuwa linaondoa hofu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hofu je itathibitika? Bado utaendelea kuona tu ni wewe mwenye hofu. Kwa sababu je, mazumuni ya Mungu wewe katika kumtumikia. Wote tunaamini katika kusudi la Mungu pekee aliloachilia kwetu. Hatuna hofu. Hatuna mashaka. Jina Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana liinuliwe. Pendo la Mungu huondoa hofu. Tutatazama kitabu cha Yohana 4:18. Inasema Yohana 4:18. Inasema katika pendo hamna hofu. Bali pendo lililo kamili huitupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilika katika pendo. Jina Bwana libarikiwe sana. Tunapozungumzia kuithibitisha pendo la Mungu halijakamilika. Sasa leo hii tunawezaje kuihesabu? Leo hii utaanzaje kujihesabu kwa wewe ni mwana wa Mungu ukiwa na hofu? Utajionaje wewe unapendwa na Mungu ukiwa na hofu? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana libarikiwe. Kama hofu iko juu yako, basi upendo wa Mungu uko juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii wanakwaya tunaimba tukijichanua na kuweza kuimba kwa sababu hofu si mali yetu tena. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nyakati za usiku kuna muda unakuwa unatembea. Ukawa unatembea porini, kuna wakati ukiwa na upendo wa Mungu umesibitika ndani yako, huwezi kuwa na mashaka. Utatembea tu kwa kawaida hata ukiwa unarudi nyumbani. Ila kwa mtu yule ambaye ana hofu na upendo wa Mungu hauko juu yake, upendo wa Mungu kwa maana hiyo hautamui. Hata jani likimgusa utasikia Yesu yuko. Ni kwa nini? Kwa sababu Mungu hayuko ndani yake. Pendo la Mungu haliko ndani yake. Hofu imefanyaje? Imechukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu mwenye mashaka, mwenye hofu, akiwa anatembea barabarani atapanja ikilia anasema Yesu, huku akiwa ameinama. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ameshindwa kutambua ni jinsi gani Mungu anampenda. Upendo wa Mungu unafahamu? Upendo wa Mungu si kwa wale tu ambao wakilala wanasema Mungu kampenda zaidi. Upendo wa Mungu ni kwa ajili yako wewe uliye hai. Upendo wa Mungu si kwa wale Bwana ametoa, Bwana ametoa. Upendo wa Mungu ni kwa ajili yako na nyumba yako. Saa yote na muda wako wote uthibitishe kwamba Mungu ananipenda. Niko tayari kuzizungumza habari zake kwa sababu ninapendwa. Niko tayari kutoa sadaka nzuri kwa sababu ninapendwa. Niko tayari kuimba na kucheza kwa sababu Yesu Kristo ananipenda. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina Bwana liinuliwe. Mtume Yohana anaonyesha kuwa mtu anayekaa katika pendo la Mungu hawezi kutawaliwa na hofu. Hawezi kabisa kutawaliwa mtu anayekaa kwenye nini? Kwenye pendo la Mungu. Hivyo leo kama wewe unaamini kweli kwamba mimi hapa leo hii pendo la Mungu ni ndani yangu, nimelibeba kama silaha, hata jani linapokugusa mguuni huwezi kushtuka. Jina Bwana libarikiwe sana. Hata maneno ya wale ambao wanakusodoa na maneno ya ovyo hayawezi kukuchanganya kwa sababu pendo la Mungu liko ndani yako. Hata
silaha yako. Huwezi ukasema silaha yako ni pendo la Mungu, hata maamuzi binafsi unashindwa kuyahimisha. Maamuzi yako ya kwamba leo nipendezeshe, leo nikaeje, umeshindwa, afu unasema ninapendwa na Mungu yupi? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana liinuliwe. Unaona kabisa madhabahuni kuna mapungufu, au kanisani kwetu hakuna sakafu nzuri, kanisani kwetu kuna upungufu wa dirisha, kanisani kwetu kuna upungufu wa vyombo vya muziki. Hafu unasema ninapendwa na Mungu, jua hauna maamuzi ya kulithibitisha pendo la Mungu. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana liinuliwe. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo hofu, mashaka na ubaya wote si mali yangu. Si mali yangu. Kwa sababu ninapendwa na Mungu. Mshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Tunapomtazama Mtume Paulo hapo, tukitazama kitabu cha Yohana kilichokuwa kikizungumza, Yohana anaonyesha kuwa mtu anayekaa katika pendo la Mungu hawezi kutawaliwa na hofu. Jina Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu asiyetawaliwa na hofu hawezi kushindwa kujisimamia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu asiyetawaliwa na hofu haishi maisha ya mashaka. Jina Bwana libarikiwe sana. Haogopi maisha anayoyaishi, kwa sababu hofu si sehemu yake. Jina Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pendo la Mungu humpa ujasiri, umletea amani, umfanya asimame imara. Yote haya kwa sababu Mungu amethibitisha andiko lake kwenye pendo lake. Kwa maana jinsi hii, tukitazama kibinadamu na kawaida kwamba kwa maana jinsi hii, hakunanga jinsi ile. Hiyo ni jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwana wa pekee ili wewe unayemwamini usiweze kupotea. Jina Bwana liinuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, nataka nizungumze na wale walimu, wenyekiti wa kwaya, hata wa viongozi wa idara, ya kwamba kuna uwezo kama una furaha tu ambapo unaona mwanakwaya wako yule aliyekuwa anajitahidi kuimba kesho kapelekewa maneno hana shida kuendelea, na wewe umekaa tu na relax. Utafurahia mwanakwaya wako ambapo anakuwa amerudi nyuma? Ikiwa wewe kama mwenyekiti unapenda kujitanua, kwaya yake kiimba useme kweli tunapendwa na Mungu, kwa sababu hata tunamsifu, kwa sababu tunavaa vizuri, kwa sababu tunamuinua, tunashangilia utukufu wake. Amina. Jina Bwana liinuliwe. Haleluya. Haleluya. Tunatazama kitabu cha Timotheo wa pili 7. Timotheo wa pili 1 mstari wa 7. Nayo nasema, Timotheo wa pili 1:7 inasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Jina Bwana libarikiwe sana. Maana Mungu hakutupa roho ya nini? Ya uoga. Sema ya uoga. Kwa sababu ni kusudi la Mungu hilo. Wewe siwe muoga. Leo hii mtu wa Mungu anashindwa hata kutazama, yaani hata kusimama mbele ya mwenyekiti wa kijiji hawezi kabisa. Yaani hata anashindwa kabisa kujisimamia mwenyewe. Nyumbani umeshindwa. Jua kwamba hata ukitoka nyumbani ukaenda sehemu nyingine utashindwa vile vile. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana kitabu cha Timotheo wa pili 1:7 inasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo, ya moyo wa kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu hakutupa roho ya uoga, alitupa upendo, akatupa na kiasi. Amen. Leo hii kama Mungu amethibitisha mwenyewe, Mungu naye amesema yeye ametupenda.
Na sisi wenyewe vile tunapenda, ila tuwe na kiasi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tukitazama kwenye mfumo wa relationship, yale mahusiano, ukienda kwenye mapenzi, wale watu ambao wanapenda sana ndio wale wanaumia. Wale watu ambao wanapenda sana ndio wale wanajiua. Wale watu ambao wanapenda sana ndio mpaka leo hii wana matatizo wao. Kwa nini? Kwa sababu wale wameshinda kabisa kuyafuata maandiko ya Mungu. Kwamba hata upende huu unatakiwa kuwa nini? Na kiasi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii tunajipenda wenyewe, hata tunapenda madhabahu, tujue kwamba tutampenda Mungu, tunampenda mchungaji, tunalipenda kanisa, lakini tuwe na nini? Kiasi. Basi wewe nenda kaendelee kumpenda mpenzi wako, afu usiwe na kiasi. Hivyo taona, kwa sababu Mungu mwenyewe amekwambia kiasi kinakutengenezea wewe roho ya ujasiri. Unaweza kuzungumza habari za upendo kwa sababu una ujasiri, una kiasi, na Mungu anafanya ile anakutumia. Hawezi kabisa. Yaani Mungu akawa mtu ambaye anakaa na mtu, yaani mtu ambaye naweza nikasema ule upendo umezidi sana. Anaharibikiwa huyo. Kwani chumvi tukiweka nyingi kwenye mboga inakuwa mboga, na sukari tukiweka nyingi kwenye chai inakuwa chai. Ndio maana kila kitu ni kiasi. Mwambie mwenzako kila kitu ni kiasi. Kila kitu ni kiasi. Usizidishe mapenzi. Sio kuharibikiwa. Kwa sababu Mungu anayekupenda wewe anampenda na yule unayempenda wewe. Hivyo usije kufikiri kwamba yeye Mungu ndo anakuwa anafurahia wewe unapoumia, yeye ndo anafurahia yule kule anayeseke. No. Kwa sababu Mungu anawapenda wote. Leo hii ndio maana watu wanashinda kufuka, yaani safari zao za imani zinakuwa ni safari ambazo zinaenda hivi. Yaani ziko pale pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu kujisimamia wao kwa upendo wao binafsi wameshindwa. Ila wanaamini katika kila kitu ukipenda kwa moja kwa moja, ndio maana wako hivi. Yaani unashindwa kwenda kwa sababu umekipenda kile kitu moja kwa moja. Akili haitafanya kazi, ufahamu hautafanya kazi, ila roho ya hofu inakuwa imetawala. Wewe unakuwa ni mtu wa hivi. Ukitaka kwenda mbele unaambia utaanguka. Ukitaka kurudi huko unasema kuna shimo. Ukitaka kwenda huko unaambia huko bwana kuna maporomoko. Kwa nini? Ndio maana watu wa leo hii wanashindwa kumtumikia Mungu kwa sababu ni watu waliojawa na hofu. Nakupa mfano mmoja. Mshirika mmoja aliyejawa na hofu ni mtu wa kwanza ambaye kanisani anafika, ndio utendaji kazi wake wa huduma hanakuwa hivi. Hanakuwa ni mtu ambaye yupo tu, hafanyi chochote. Ukimuuliza nini anasema amina mchungaji, amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Ila akitaka kwenda mbele anamuona mume wake, anamwambia ole wako umebebelea na kelele cha huko kanisani. Akitaka kurudi nyuma mchungaji anamwambia ole wako urudi ulikotoka. Akitaka kwenda kushoto anakutana na maneno ya jirani zake, anamwambia ninaona jifanya unasali sana. Akitaka kuangalia huko anakuwa ni mtu ambaye anashindwa kutafakari, kwa sababu huko anamuona mume wake, huko anamuona mchungaji akimwambia ukirudi kwenye dhambi ni motoni, huko wenzake wanamwambia wewe endelea kusali sana na hilo kanisa lako. Hasa labaki anakuwa ni mtu wa namna hii. Hofu imemtawala, anashindwa kuona nini na maamuzi, ila anajifanya anampenda Mungu sana. Wewe amen. Hasa Mungu unampenda nini? Unampenda Mungu huna maamuzi. Mungu amekupenda wewe jinsi ulivyo. Nataka nikupe siri ile kwamba hivi unafahamu kwamba Mungu ndiye anayetangulia kukupenda wewe. Mungu ndiye aliyetangulia kukupenda wewe. Sasa wewe ujifanya na kielele kumpenda Mungu. Hasa kama wewe Mungu amekupenda, amekusogeza kwenye ndani yako, basi na wewe upendo wako uwe na kiasi. Tembea ukiwa unatazama kweli, ninaweza nikafanya maamuzi katika kila hatua ninayopiga na huyu Mungu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Ukitaka kumtolea Mungu, unakuta mume wako mbele anasema mke wangu chukua sadaka nzuri hapa mpe Mungu, kwa sababu ameona hatua yako haiteteleshwi. Haina hofu wala woga. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ndio maana ukifuatilia kwenye maisha yetu na jamii zetu, mahusiano ya watu ambao wanakuwa wanaheshimika sana kwenye jamii ni watu namba moja wenye mafanikio makubwa, kwa sababu kitu cha kwanza, hawi mtu mwenye hofu. Jina barikiwe sana. Kama mlishawahi kutazama, anakuwa ni mtu mwenye maamuzi katika kile neno analolitoa, na neno analolitoa linakubalika. Sasa leo hii ukijitazama wewe unasema, sasa mimi nikisema kaneno kangu haka sio kanicheka. Wakucheke nako wako ila chwe Mungu amekupenda kakupa maarifa ya kukatoa. Haleluya. Amen. Jina barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tumemtazama Timotheo wa 2:1-7. Paulo anamfundisha Timotheo kuwa woga hautoki kwa Mungu. Haleluya. Kama mtumishi wa Mungu aliweza kuzungumza kwamba woga hautoki wapi? Kwa Mungu. Leo hii sisi ni wakina nani? Hata tunakuja ibadani ila woga. Na ndio maana tulianza kufuatilia asilimia ya watu wote walio ibadani hapa. Mwingine uoga wake nitachelewa kupika. Mwingine uoga wake nguo zangu chafu. Mwingine hofu yake hivi kutoka hapa hadi pale nitaweza kweli kupata usafiri. Mwingine hofu yani anakuwa ni uoga, anashinda kufanya maamuzi. Mwingine uoga wake anasema hili mwezi huu kweli na ambapo mgumu nitashindwa kweli, nitaweza kununua debe la mchele, nitaweza kujinunulia gauni zuri. Uoga tu kumtawala. Hana maamuzi safi. Jina barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Woga hautoki kwa Mungu, bali Mungu huleta nguvu. Mungu huleta upendo. Mungu huleta utulivu wa akili. Hivyo mtu mwenye pendo la Mungu ndani yake huwa na uthabiti. Jina barikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Katika kusudi hilo, hamini ya kwamba kama Mungu ndio mtu pekee ambaye anaachilia maarifa mengi juu yako, leo hii maarifa unataka yapate wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ndio mtu wa kwanza kukupenda. Mungu ndio mtu wa kwanza kuachilia utulivu. Mungu ndio mtu wa kwanza kukupa akili. Amen. Sasa leo hii akili haziko kwa shoga wako. Akili haziko sehemu ambazo utakao ukianza kuwaza sijui nifanyeje, lakini ni kutazama Mungu alinipenda namna hii, nilivyo bali nimtumikie namna hii, nilivyo watu wakinitazama wanitazame namna hii nilivyo, bali upendo wa Mungu unatosha ndani yangu. Nikisimama ile kusudi nisimamie kwa sababu ya upendo nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina barikiwe. Tunatazama kitabu cha Zaburi 27:1 inasema, Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ndiye nguvu za uzima wangu, nimwogope nani? Najua hicho kitabu mnaimbaga na nyimbo, Bwana ndiye nuru yangu, nimwogope nani? Bwana ndiye upendo wangu, ni mwofu nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaambia Bwana ndiye nuru yetu. Ndio maana wakati wa giza tunatembea. Bwana ndiye upendo wangu. Ndio maana wakati wa chuki sisi tunajiona kwa wenye faraja, tunajiona kwa wenye misimamo, kwa sababu Mungu mwenyewe anatupenda. Halo. Jina barikiwe. Wangapi wanaochukia upendo wa Mungu? Wangapi? Hakuna. Kwa sababu wote tunaamini tunapenda na Mungu. Ndio maana leo hii tuko hapa, tunasikiliza habari zake, tunasikiliza mashauri yake, kwamba Mungu anatupenda, Mungu ni nuru yetu, Mungu ni faraja yetu, Mungu ni neema yetu. Hatuwezi tukateswa na magonjwa kwa sababu Mungu ni uzima wetu. Jina barikiwe sana. Haleluya. Kama Mungu ni nuru yako sema amina. Kama Mungu ni faraja yako sema amina. Kama Mungu ni uzima wako shangilia kwa makofi na vigelegele. Yes. Ikumbuke siku ya furaha yako liko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amini ya kwamba Mungu anavyokutengeneza, wakati Mungu anavyokupalilia,
Watumishi wameimba shambani mwa Mungu mavuno mengi, watendakazi ni wachache. Jina Bwana libarikiwe sana. Leo hii mtu akitazama anaanza kutazama huko nje, anasema wewe, mbona ndo tunaenda mavuno? Wengine mbona wameanza kuvuna ila mahindi yamekauka. Jina Bwana libarikiwe sana. Unavyoambia watendakazi ni wachache, mavuno ni mengi. Si wakati wako wa kutazama mapungufu yaliyo juu ya madhabahu, yaliyo juu ya kanisa, bora yaangalia tu. Si wakati wako wa kutazama mchungaji wako amekaa kwa sura ipi, unamtazama tu. Si wakati wako wa kujiona wewe akili yako haiwezi kasapoti juu ya mambo ya huduma. Ila ni wakati wako wa kutumia upendo wa Mungu juu yako kusapoti huduma. Jina Bwana libarikiwe sana. Usilalamike kwa habari za wale wanaokutazama. Usilalamike kwa habari ya wale ambao wanasema unajipendekeza. Ila angalia upendo wa Mungu ulio ndani yako ukajithibitishe. Jina Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina Bwana liinuliwe. Tunamtazama Daudi, alikuwa katikati ya maadui. Zaburi hiyo, lakini akutetemeka kwa sababu alimtegemea Mungu. Pendo la Mungu lilimpa ujasiri, pia likampa kushinda. Jina Bwana libarikiwe sana. Hiyo tunatakiwa tujue kwamba kama pendo la Mungu ni silaha yetu wakati wa vita zetu za kibinadamu, Mungu bado anatupenda. Wakati wa machozi yetu, wakati wa kilio kizito na mapumziko, Mungu bado anatupenda. Wakati wa sura ambayo wewe mwenyewe unasema hivi, ni mimi, umekonda mpaka msiba unatoka nje, shavu alionekana, lakini amini ya kwamba Mungu bado anakupenda. Hatuwezi leo hii tukawa ni watu ambao tunazungumza upendo wa Mungu ikiwa sisi ni tumejaa maumivu makali. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii unapotoka hapa, amini ya kwamba Mungu mwenyewe amekupenda. Mungu mwenyewe hata kuacha uaibike. Mungu mwenyewe hata kuacha uteseke, kwa sababu anakupenda. Leo hii utoke kwa ni mtu mwenye maamuzi juu ya habari ya maisha yako. Leo hii utoke kwa ni mtu mwenye maamuzi juu ya habari ya upendo juu ya nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina Bwana liinuliwe. Kama Mungu anakupenda sema amina. Kama Mungu anakupenda sema amina. Na malizia na kipengele hiki kinasema, mimi ni mwalimu wa nenda na muda. Jina